Ndugu yangu vipi bwana? Naona siku ile tumekuja bwana mambo yakaharibika, sikuelewa shida nini? Changamoto nini? Maana ilikuwa ghafla mpaka tulishangaa. Naweza nikasema tu kuna mambo tu fulani ya kifamilia hayakukaa sawa. Chochote siku ile sikuelezea kiundani kabisa kwamba ni changamoto hiyo. Kwa ni vyema tukayazungumza. Ni kwamba Tatiana siku ile alienda kwa wazazi wetu. So unaweza kusema ni kwamba hajarudi bado. Kwa hiyo ndio maana issue yetu ilifeli. Kwa hiyo unataka uniambie sasa hivi mwali kasharudi yupo? Sina maana amerudi, ila mimi nachoamini yupo kwa sababu ni jambo tu kusema ametoka. Kwa hiyo mimi nikuhakikishie kwamba mwali yupo. Kwa hiyo akisharudi mimi tawatumieni ujumbe. Sema inatutia mashaka ndugu yangu, maana siku ya tukio kubwa kama hili alafu mwali hayupo, kama hivyo kaondoka, tumefika pale tunakuelekeza, tunakuuliza, tunaona kama umechanganyikiwa, unatupokea, yani mpaka tuliogopa ndugu yangu. Bwana Mshenga, mimi nikutoe tu shaka. Naelewa swala la kuolewa. Naelewa swala la kuolewa kwa mdogo wangu. Hiyo ndoa ni bahati. Sio kila mwanamke anaweza kuolewa. Hilo naelewa kama kaka mtu. Ila naweza kusema ni kwamba mimi naomba tu mwambie bwana shemeji ni kwamba Tatiana ni wake. Na Tatiana anampenda sana kama yeye anapompenda. Usifikiri kwamba labda sisi tumefurahi issue kutokea. Hamna. Na hata siku ile mara ya mwisho yale maneno makali niliyoongea juu ya nyie, chukua tu sawa katika mambo yangu binafsi, sio katika shughuli yetu. Yalikuwa ni mambo yangu binafsi, ni vile tu wewe kumwelezea kila mtu kwamba mimi napitia hiki. Kwa hiyo ndio maana ule muda nimekuja nilikuwa kwenye mudi zangu, ndio maana niliongea maneno mabaya. Mwisho siku nilitamani nilipoondoka, nilitamani atisi mngekuepo. Nilijaribu hata kuwaomba radhi, lakini ni vile tu mlikuwa mmeondoka. Kwa hiyo mimi nikutoe shaka. Shughuli yetu iko pale pale, mambo ni heri. Kwa hiyo hatuwezi kuyatupa. Basi sawa, ngoja sisi tuendelee kusubiri huyo mwali aje tuje tumchukue bwana. Maana unajua jambo la kuolewa ni jambo jema sana. Mabinti wengi sasa hivi mtaani wanatafuta wanaume wa kuoa wanakosa. Wanaisha tu kuzalishwa na kubaki masingomaza. Wewe kama mdogo wako ukapata nafasi ya kuweza kuolewa, ni jambo ambalo inabidi umshukuru Mungu. Lakini pia ni uweze kufanya mambo yaweze kwenda haraka haraka. Kwa kama mambo sio ya msingi sana aliyoyafuata huko, unaweza kufanya mpango aje tulimalize hili chapchapo tuondoke ndugu yangu. Basi sawa, sisi tupo bwana Mshenga. Basi sawa ndugu yangu. Ngoja mimi niende nikarudishe majibu kama jinsi nilivyopokea kutoka kwako ili mambo mengine yaweze kuendelea. Unaliona hili ua? Ndio naliona. Hili ua lipo kivyake vyake na lipo moja. Labda nikwambie kitu kingine. Moyo wangu mimi ni mmoja. Itakuwa ni dhambi kubwa sana nikiruhusu moyo wangu mmoja kuweka wanawake wawili. Kwa hiyo ndio maana nikakwambia kwamba swala la mimi kuwa na wewe ni jambo ambalo haliwezekani. Lakini Malesa, mimi nakupenda. Nakupenda sana. Silali kwa sababu yako. Kunipenda sio tija. Nimeshakwambia tayari na mahusiano. Nina mwanamke ambaye nampenda. Pia ananipenda sana. Sitaki kuwa muongo wa hisia afu baadaye uje unione mimi jambazi wa mapenzi. Kwa hiyo ndio maana nakuweka wazi kuwa kwa sasa mimi na mahusiano. Wewe angalia tu mwanaume mwingine ambaye atakufaa. Mimi siangalii kuhusu wanawake wawili. Mimi ninachojali ni nafasi yako kwangu. Malesa, mimi sijali kuhusu wanawake zako. Hata ungekuwa nao 100. Lakini tambua kwamba mimi nakupenda. Hivi wewe mwanamke unajitambua kweli?
Mimi nimekuambia na mwanamke tayari. Alafu wewe unaniambia kwamba hujali kuhusu wanawake zangu. Yaani ndio nini sasa? Mimi nimekuambia swala la kuwa mimi na wewe ni jambo ambalo haliwezekani mama. Wanaume wapo wengi, kwani nipo peke yangu hapa duniani? Na mwanamke tayari nimewaiwa. Unataka nikwambie kwa lugha gani? Kifaransa au unataka niongee Kisukuma? Lakini Malesa, mimi nakupenda. Nakupenda sana. Bana mimi naenda na mambo yangu. Maana hapo umenisimamisha sielewi tunachokiongea. Malesa, lakini mimi nakupenda. Malesa. Umenisimamisha. Nieleze shida yako. Ni kweli? Samani. Mimi naitwa Bidan. Sijui unaitwa nani? Mimi naitwa Hamisa. Wow, Hamisa. Una jina zuri sana. Kama jinsi mwenyewe ulivyo. You are so very beautiful. Bila kupoteza muda na nisikupotezea tu muda wako. Kikweli tangu upokoe na kuona unakuja unasogea mpaka tunakutana, moyo wangu umetokea kulipuka sana. Yaani mpaka miguu yangu ikashindwa kutembea. Macho yangu yakaniambia niweze kusimama niweze kuongea na wewe. Yaani shoti nimetokea sana kuvutiwa na wewe. Wewe mwanamke mrembo sana. Ambaye ukipita kila mwanaume anatamani aweze kuwa pamoja na wewe. You are so very beautiful. Asante kakangu. Sawa. Huenda labda ukaweza kunielewa ninachokimaanisha. Niliposema navutiwa na wewe, sikumaanisha kama jinsi ulivyoelewa wewe. Mimi maanisha kwamba ni mwanamke mrembo sana. Nimevutiwa na wewe. Timisi nimetokea kukupenda sana. Natamani uweze kuwa karibu yangu. Sawa. Lakini kila mwanamume naye kituna naye ananiambia neno nakupenda. Kwa kwangu neno nakupenda imegeuka kama wimbo. Ni kweli unaweza kaambiwa na watu wengi sana nakupenda. Lakini siku zote riziki waga ni fumbo. Na uweze kujua riziki yako ipo sehemu gani, sababu ni fumbo ambalo sio rahisi sana kwa mwanadamu kulifumbua. Kwa hiyo katika hao wote ambao wanakupenda, wewe labda mimi ndio riziki yako. Kwa sababu huwezi kujua riziki yako ni nani. Kikubwa tu unipe nafasi katika moyo wako na uweze kunielewa. Na uweze kupokea hisia zangu. Sawa kakangu, najua umenipenda. Lakini naomba unipe muda. Maana kwa sasa nikikujibu itakuwa ni uongo. Mimi nashukuru kwa hilo. Wewe unaishi maeneo gani? Naishi mtaa hapo chini. Mtaa hapo chini bondeni hapo? Ndio. Huo mtaa naufahamu. Na huwa napita mara nyingi sana. Kwa hiyo nahisi tutakutana hapo kwa wakati mwingine. Sawa, karibu. Sawa, lakini naomba unifikirie kwa nilichokuambia. Sawa, usijali. Thank you.
Tatiana, una shida gani? Mbona kama unalia? Amna, niko sawa. Ni macho tu yananiuma. Unanichanganya unavyosema macho, alafu mimi naangalia kwenye machoko naona machozi kabisa ulikuwa unatoa. Shida nini? Hem, niambie ukweli usinifiche. Ndio Marisa, wala hata usijali. Ni macho tu yalikuwa yananisumbua. Tatiana, unajua mimi unavyokuwa katika hali hiyo mimi najisikia vibaya. Hem, nieleze ukweli nini kinachokusumbua? Marisa, kwa kweli mimi nawaza sana. Nyumbani kwamba watakuwa wananifikiriaje toka nilivyoondoka. Kwa hiyo ndio maana nilikuwa hivi. Nimeshindwa kuvumilia tu. Pole sana. Kwa hiyo unafikiria turudi au? Mimi naogopa. Nitawezaje kurudi ngali nimeondoka kwa kutoroka? Wewe relax, tutafute kwanza pesa. Alafu then mimi na wewe tutaenda. Basi sawa. Unaniahidi kule tutaenda? Ndiyo tutaondoka. Wewe wasiwasi wako nini? Mimi nakupenda wewe. Sawa Marisa. Sawa. Sorry. Kwa majina naitwa Alexi. Si mwenzangu naitwa nani? Naitwa Hamisa. Wow, una jina zuri. Hamisa. Unajua nilipokuwa napita hapa nilipokuona tu moyo wangu umeshtuka ghafla. Kama utojali na maneno machache ya kukwambia wewe. Unajua Hamisa, unajua wewe ni mwanamke ambaye una muonekano ambao ni sawa na fukwe la bahari, kwa sababu kila binadamu atakapotupa macho hawezi kuona mwisho wake. Unajua una sifa nzuri ambazo hata kujielezea siwezi kumaliza. Isitoshe Hamisa, una macho mazuri ambao ndani yake yamebeba sifa za mwanamke mzuri. Alex, hayo maneno sio mageni kwangu. Wanaume siku hizi nimekuwa na vishawishi vingi sana. Useme hivyo kwa sababu sio wote tunafanana tabia. Kwa sababu kila mtu ana makuzi yake. So kuwa na amani na usijali. Mimi sina nia mbaya kwako. Ni sawa, lakini siwezi nikakuamini kirahisi hivyo. Nipe muda. Kwa upande wako inawezekana uko sahihi, lakini mimi nachoamini huwezi kumkashi tu mtu ghafla kwamba ni mtu mbaya kwako. Angalau hujajua tabia zake ni zipi. Mimi nachoona kikubwa ni kunipa nafasi ili tuweze kufahamiana zaidi. Mimi na imani hapo utapata advantage kubwa sana ya kunijua mimi ni nani. Na sio kunifanyia kama hivyo. Ni sawa. Lakini binadamu tunakutana, kasoro tu milima peke yake. Na maanisha kwamba tutakutana siku nyingine kama leo tulivyokutana. Sasa tunaona tumekutana tu ghafla. Sawa, unaweza kaenda kunifikiria, lakini naona mahusiano ndio muhimu zaidi. Sababu inawezekana tusije kukutana tu ghafla pasipo mawasiliano. Sawa, hamna shida. Naweza nikakupa. Yangu 76 mwisho. Sawa, acha mimi nikuache. Unagusa na achia kama kawaida yangu. Watoto kama hawa ni wakugusa tu, malengo ya nini? Yaani inagusa na achia. Umbo na pingui. Mr. Prince. Ndio ndugu yangu. Kwema? Sasa mambo yanaendaje? Safi.
Naona mdogo mdogo. Nilikuwa nakufuata hapa, naona mwenyewe kama mdogo kutoka vile. Mwanangu acha tunaona bati. Basi sawa, bila kupoteza muda bwana. Ndio. Mimi leo kwenye pita zangu nimekutana na kakake na mwali. Ikabidi nimuulize maswala yetu ya siku ile. Imekuwaje mpaka tumefika pale, mambo yakaenda ndivyo sivyo bwana. Sasa kuna baadhi ya vitu ambavyo akanielezea pale, akidai kwamba mdogo wake hayupo, aliweza kuondoka, alienda kuwasalimia ndugu zake huko. Kwa mpaka hivi tunavyoongea hajarejea. Ndio maana siku ile alishindwa kutuweka wazi sana, alafu pia alikuwa yeye mwenyewe hayuko vizuri. Yaani hakuwa na mood nzuri. Sawa. Haina shida. Lakini sio mbaya bwana, patikane sio swala. Maana mimi hata ndugu langu shehe wangu ilikuwa hata sio kwa kweli. Ndio hivyo. Kwa nataka kuniambia ni ulikuwa hauna mpango kabisa wa kumua yule. Kama unatokea na kaka unawaje umri huu. Unajua tena vijana sisi kaka. Ili ule kwa wepesi, inabidi kwanza familia kujue, unapiga pasi zako tu vizuri kaka. Wewe mpaka kwenda na kanzu zile kupendeza namna ile. Kumbe ulikuwa hauna nia yote ile. Kaka mjini hapa. Mimi una plan B za kutosha. Kwa hiyo mwanangu sipatikane, haina shida. Ila kama akipatikana kaka, shughuli inaendelea pale pale. Lazima nimpate yule mtoto. Basi sawa, mimi nisiwe na mambo mengi sana. Maana niliona nisije nikaliacha ili ukaliweka sana akilini. Nikawa nikufikishia ujumbe ili uendelee na pukushani zako mpaka akisharejea tutaendelea na taratibu wetu. Basi sawa, tusubiri. Haina shida ndugu yangu, hiyo limeisha. Basi sawa. Wewe endelea na shughuli zako na mimi niendelee za kwangu pia. Mimi nitoka na nyingi mjini mara moja hivi. Hapo hamna. Au vipi? Basi tuwasiliana ndugu yangu. Pamoja sana. Au vipi? Poa. Nilipika kitu ndugu yangu, si wazee. Fresh bwana. Au vipi? Pamoja sana. Pamoja kaka. Poa. Haya bwana. Mr. Prince bwana. Kweli usiojua sana sikuagiza. Yaani kunivalisha makanzu vile mbio nikadhani anamuoa mtoto wa watu, kumbe anataka mchezee tu. Ila vijana sisi Mungu anatuona kiukweli.